Haleluya, haleluya makutano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ninakusalimu katika jina la Yesu aliye hai. Kwa dakika hizi chache naomba nitoe utambulisho kidogo. Tuna watumishi wa Mungu huku madhabahuni. Taomba mtumishi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya mtu atokaye nchi ya mbali ni sawa na maji ya baridi kwa mtu mwenye kiu. Methali 25 aya ya 25. Kama una kiu katika Roho Mtakatifu kwa habari ya neno la Mungu, kaa utulie kwa makini, kiu yako itaisha. Barikiwa na Bwana Yesu. Jina langu ninaitwa Mgana, ni mwenyeji wa Ushirombo, niko Moravian. Mbarikiwe na Bwana Yesu. Barikiwe sana, barikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Muda wetu umekimbia sana, lakini nabarikiwa na uwepo wa watumishi wa Mungu kutoka kanisa la AICT Kana ya Galilaya. Mungu awabariki sana mahali mlipo, pungeni mikono. AICT, Mungu ya 103, Zaburi ya 103 na ule msali wa 3. Zaburi ya 103 na ule msali wa 3. Neno la Mungu linasema, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndilo neno linalotuongoza katika mkutano wetu huu, na tunaangalia kwa habari ya Yesu ni mponyaji wa magonjwa yote. Yesu ndiye mponyaji wa magonjwa yote. Nirudie mambo machache. Katika vitu vinavyotesa maisha ya mwanadamu ni pamoja na magonjwa. Moja ya vitu vinavyosumbua na kuhangaisha maisha ya mwanadamu ni pamoja na magonjwa. Magonjwa ni moja ya kitu kinachoyatesa maisha ya mwanadamu, kinachoyahangaisha maisha ya mwanadamu. Na ndiyo maana 80% ya utumishi wa huduma ya Yesu akiwa hapa duniani ilikuwa ni uponyaji. Miongoni mwa mambo ambayo Yesu aliyafanya kwa wingi katika huduma yake na katika utumishi wake alipokuwa katika uso wa dunia, katika damu na nyama, ni uponyaji. Ukisoma Biblia utagundua ya kwamba kila mahali ambapo Yesu alipita kuna jambo moja la uponyaji lilitokea. Pamoja na mafundisho mengine ambayo Bwana Yesu alifundisha, lakini kulikuwa na tukio moja au mawili ya uponyaji katika tukio hilo. Kwa hiyo hii inafunua na kudhihirisha kwamba magonjwa ni moja ya kitu kilichotesa na kinachotesa maisha ya watu kwa muda mrefu, lakini inatufunulia kujua ya kwamba tunapokuwa wanafunzi wa Yesu, tunapokuwa waamini tunaomwamini Yesu, moja ya kazi na ishara ambazo Mungu anataka tuzitende ni pamoja na kuponya magonjwa. Na ndio maana jioni ya leo bado tuko kwenye viwanja hivi, tunakwambia ya kwamba Yesu ndiye mponyaji wa magonjwa
yote. Nisaidie kumwambia jirani yako, magonjwa yote. Nitikisie jirani yako, mwambie Yesu anaponya magonjwa yote. Kuna ambao wanakufa, wanafiwa, wanafisha kwa sababu ya ugonjwa fulani, ni kwa sababu tu wamekataa kumwamini Mungu, wamechagua kuiamini miungu mingine. Mwingine ataniuliza, kwani kufa hakupo? Kufa kupo, lakini kufa kwenye maisha ya mtu kumepewa muda, ya kwamba huyu mtu aishi mpaka muda fulani. Sasa kuna ambao wanakufa kabla ya wakati wao. Ukitafuta sababu, ni kwa sababu tu kuna ugonjwa fulani ulimpata, amekataa kuombewa. Kuna ugonjwa fulani ulimpata, kakataa kumrudia Mungu. Tuliona habari za mfalme mmoja katika Biblia. Maandiko yanasema kwa sababu hakumtafuta Mungu, akaenda kuuliza habari za ugonjwa wake kwa Mungu Elkoni. Na mimi nakwambia hivi, jioni ya leo, mahali popote pale ulipo, nataka nikwambie Mungu yupo, na Mungu ndiye anayeponya. Usiende kwa waganga wa dunia, usiende kwa wafumu wa dunia, usiende kwa miungu mingine, utapotea huko. Ni heri umrudie Bwana, ni heri umwamini Bwana. Kwa nini? Kwa sababu ni afadhali ukafia kwenye mikono ya Mungu kuliko kufia kwenye mikono ya shetani. Ni heri ukafia mikononi mwa Bwana kuliko kufia kwenye mikono ya waganga. Ni heri ukafia mikononi mwa Mungu kuliko kufia mikononi mwa wafumu. Na mimi nakwambia, kwa Bwana uko uzima, kwa Bwana uko uponyaji. Amen. Kwa Bwana kuko kufunguliwa, kuko kufunguliwa. Usiende miungu ya dunia, usiwaende waganga wa dunia, usiwaende wanadamu wa dunia, hawana cha kukusaidia. Ni heri umgeukie Bwana, ni heri umwende Bwana, maana yeye Bwana kwake hakuna kubadilika. Yeye amesema kuna uponyaji, na yeye Bwana atakuponya. Na jioni ya leo natamka katika jina la Yesu aliye hai, Bwana akupe uzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana akupe uzima kwa jina la Yesu aliye hai. Usidanganyike, usidanganyike. Inawezekana imechukua muda mrefu, lakini nataka nikwambie uponyaji upo kwa Yesu. Haimanisha kwamba Yesu aponyi. Biblia inasema yupo aliyekaa miaka 38 akiwa na ugonjwa unamtesa. Nampenda mtu huyu kwa sababu yeye hakutaka kuondoka kwa Bwana. Ugonjwa usikuondoe kwa Bwana, matatizo yasikuondoe kwa Bwana, changamoto zisikuondoe kwa Bwana. Endelea kung'ang'ana kwa Bwana, endelea kubaki kwa Bwana. Shida za ulimwengu huu zisikutoe kwa Bwana, matatizo ya ulimwengu huu yasikutoe kwa Bwana. Ndugu yangu, nakwambia endelea kung'ang'ana kwa Bwana. Nalijua neno hili ya kwamba Bwana hajawahi kumwacha mtu yoyote amwendeaye Bwana, Bwana huonekana kwake. Na mimi najua ya kwamba ni kweli umelia sana kwa habari ya ndoa yako. Endelea kulia mbele za Bwana, Bwana atakuonekania tu. Ni kweli umelia sana kwa habari ya uzao wako, na mimi najua neno hili ya kwamba Bwana hatauacha uzao wako, Bwana atakuonekania. Endelea kumngoja Bwana, na jioni ya leo Bwana akuonekanie katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akuonekanie katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Ifike mahali awe na watoto, ifike mahali awe na wajukuu. Hili ni hitaji la muhimu sana kwa kila mwanadamu aliyetimia na kukamilika. Na mlango huu wa uzazi ni moja ya kitu muhimu sana ambacho kinatazamwa
na pande zote mbili katika ulimwengu wa roho, kwa maana ya kwamba ufalme wa Mungu aliye hai, Mungu Jehova, unaangalia mfumo wa uzazi kama sehemu mojawapo ya muhimu ambayo itapitisha uzao wa kimungu uenee katika dunia. Lakini na ufalme wa giza nao, na ufalme wa shetani nao unaangalia mfumo wa uzazi wa mtu, wa mwanadamu, kwa namna ya upekee sana, kama njia mojawapo ambayo itatumika kupitisha vya ufalme wa giza kwenye maisha ya mwanadamu. Napozungumza namna hii, natamani uelewe kwamba Mungu ana mpango mzuri juu ya uzazi, lakini natamani uelewe ya kwamba shetani naye ana mpango mbaya dhidi ya uzazi. Mungu anatuwazia na anawaza yaliyo mema dhidi ya uzazi, lakini shetani naye amekusudia na anaachilia yaliyo mabaya dhidi ya uzazi. Na ndio maana tunaona mpaka nyakati hizi tulizo nazo, moja ya kitu ambacho kimekuwa changamoto sana kwenye maisha ya wanadamu ni pamoja na magonjwa ya mfumo wa uzazi kwa mwanamke na kwa mwanaume. Matatizo mengi mno, changamoto nyingi mno zimegubika kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke na uzazi wa mwanamume. Na kwenye hatari kubwa sana, shetani amejipenyeza kwa kutumia hekima ya dunia hii, na ita hekima ya dunia hii, kwa kutumia akili ya dunia hii kuushambulia na kuuharibu kabisa mfumo wa uzazi au namna ya kuzaliana kwa mwanadamu hapa duniani. Na unisikilize vizuri, kukuta anatumia uzazi wa mpango. Kama umekaa karibu na binti, muulize, wewe unapanga nini? Umeanza kuzaa? Isaidie kumuuliza, wewe unapanga nini? Umeanza kuzaa? Sio ajabu, sio ajabu. Na tena ni jambo la hekima, na elimu inatolewa na mafundisho yanatolewa ya kwamba bwana, ni lazima uwe na elimu, ni lazima uwe na ufahamu. Mimi nakwambia ya kwamba kuna namna ambavyo dunia inatumia hekima kumbeba shetani kwenye mambo yake, lakini jambo kubwa ambalo nataka uone ya kwamba ni shetani namna anavyopambana na mfumo wa kuzaliana na mfumo wa uzazi, namna ambavyo shetani anatengeneza matatizo, anatengeneza magonjwa ambayo yanaua, yanaharibu mfumo wa uzazi wa wanadamu, ili waje ya kwamba kusiwe na kizazi, ili waje ya kwamba watu wasizaliane, ili waje ya kwamba watu wazae kwa shida, kwa taabu, kwa operation nyingi. Unazaa kwa operation nyingi, umepangiwa ya kwamba unazaa watoto 5, mwisho operation ina kulimiti, lakini unafuatilia, unagundua kuna namna ambavyo shetani ametengeneza na anatengeneza magonjwa katika mfumo wa uzazi wa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naomba nisikilize, mtu wa Mungu, nazungumza ili upate hekima. Sihitaji kuzungumza mambo yaliyo mengi. Mwenye akili na ufahamu aelewe
ya kwamba shetani anatengeneza magonjwa mengi na kuyaachilia kwenye njia, kwenye mfumo wa uzazi wa kuzaliana kwa wanadamu, ili waje, ili aharibu mfumo wa uzazi wa wanadamu. Sasa unisikilize, nimetoa mifano michache, na kwenye hili ndipo ambapo nakutana na mafundisho ya dunia ambayo yameenea mno, yamesambaa mno. Vijana wengi wanaharibika, wanaume wengi wanaharibika na kuharibiwa na shetani na hayo mafundisho. Na mafundisho yanasema ya kwamba kuna upungufu wa nguvu za kiume, alafu wanakuja na mbadala, wanakuja na jibu, lakini ndani ya lile jibu kunakuwa kumebeba roho ya mauti, roho ya uharibifu ambayo inaua kabisa mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ndio maana unashangaa vijana, mwanamume anatamani kuwa mwanamke, mwanamume anatamani kulelewa, hataki kufanya kazi ngumu. Ni matatizo ya kimfumo wa uzazi, ni matatizo ya mfumo wa kiuzazi. Na unashangaa kabisa ya kwamba watu au wanaume wanakuwa waraibu wa mfumo huo. Nazungumza hivi ili kumsaidia mtu fulani. Natamani uelewe ya kwamba shetani yuko kazini. Kama shetani yuko kazini, ni lazima tuamke, wana wa Mungu, tuelewe ya kwamba ni saa ya vita. Ni lazima tupambane, ni lazima tupigane, na ushindi kwetu ni lazima katika jina la Yesu aliye hai. Na ushindi kwetu ni lazima katika jina la Yesu aliye hai. Mtikise jirani yako, mwambie lazima tushinde na kizazi chetu katika jina la Yesu aliye hai. Ni lazima tushinde na watoto wetu katika jina la Yesu aliye hai. Maana yake nini? Maana yake na sisi lazima tuambie watoto wetu ya kwamba katikati ya dunia hii ya uharibifu ni lazima kujitunza. Sio lazima utumie vidonge vya uzazi wa mpango, no. Wewe kaa utulie. Muda wa kuolewa ukifika, utaolewa, utakuwa na mume wako. Muda wa kuoa ukifika, utaoa, utakuwa na mke wako. Ni lazima ujitunze, ni lazima tuelewe, watu wa Mungu. Na mimi nasikitika mahali hapa, wazazi wengi leo wamewaacha watoto wao walelewe na mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii wafundishe, mitandao ya kijamii wajazie maarifa. Wazazi wako busy, wanapambana na maisha, wanatafuta hela. Hela wanazipata, hawana uzao. Hela wanazipata, wanakuja kujitibisha pressure. Kwa nini? Kwa sababu uzao waliozaa unawaletea pressure. Matukio wanayoyatenda watoto yanaleta pressure kwa wazazi. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wako busy, wanatafuta hela, wameuacha uzao. Wanazipata hela, uzao unawaletea shida. Nitikisie jirani yako, mwambie lea wanao, fundisha wanao. Lea wanao, fundisha wanao. Bwana Yesu asifiwe. Lea wanao, wafundishe wanao. Wewe unawaonea haya watoto wako, kuwakalisha chini na kuambia, mwanangu, swala la kujamiana, wewe haujaolewa, ni baya. Lakini wa duniani hawaoni aibu
kumwambia mwanao ya kwamba wewe ni mzuri, unavutia sana kwenye kujamiana, unavutia mno kwenye kujamiana, wewe ni mlembo mno, una maungo mazuri, hawaoni aibu. Na mwanangu, katika Kristo Yesu lazima uwe na akili ndani yako ya kumfundisha mwanao, ya kumwelekeza mwanao, ya kumwambia lipi baya, lipi jema. Usiashumu kwamba anajua. Bwana Yesu asifiwe. Usiashumu tu kwamba anajua. Fundisha, kwa sababu dunia na mitandao ya kijamii inafundisha mabaya kwa kasi na kwa spidi. Wewe usijifungie ndani ukasema huyu bado hajakuwa. Huyu yale anayoyasikia ni zaidi ya yale ambayo unayafahamu wewe. Yale anayoyaelewa ni zaidi ya yale ambayo wewe unayaelewa. Waweke wanao chini, zungumza nao. Pamoja na ubishi ulionao, unakimbizana kutafuta hela huku na kule, lakini kumbuka ya kwamba hela zako zitakuwa hazina thamani. Ukisikia mwanao fulani ni mvuta bange wa kutupwa, ameshindikana, unajiuliza ameanza lini? Alianza zamani. Wewe ulikuwa bize kwenye vikoba, ulikuwa bize sokoni. Wakati uko bize sokoni na ulimwengu ulikuwa bize kumfundisha mwanao, unatoka sokoni haujali, madam kuna chakula tu wamekula, haujali, hawajala, haujali. Leo unakiona cha moto, unakiona cha moto, pressure, sukari. Biblia inasemaje? Mtoto, mlee mtoto wako katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kama umemlea mwanao kwenye njia inayofaa, hawezi kuiacha uzeeni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu. Wanasumbuliwa na magonjwa ya njia ya uzazi. Hii haimaanisha kwamba wanawake ndio wahanga peke yao, lakini kwa asilimia kubwa ya kwamba wanawake wengi ndio wanaoteswa, wanaosumbuliwa, wanasumbuliwa na magonjwa ya njia ya uzazi. Yaani hapa kakileto kakipimo, wanawake wote waliopo hapa wapimwe kwa mujibu wa sayansi, wapimwe. Unaweza ukakuta wanatoka 5 tu wako salama kwenye kundi hili, 5 tu wako salama, lakini wengine utaambiwa dalili ya saratani ya shingo ya kizazi, UTI sugu, mara mayai yamefanya hivi, mara milija ya njia ya uzazi imeziba, mara homoni ibalansi. Kwa hiyo utakutana na changamoto na magonjwa mengi ambayo wanawake wanasumbuliwa nayo. Kwa hiyo unakuta wengine hawapati watoto, wengine hawapati watoto. Hii ni shida, hii ni tatizo, na hili ni changamoto kubwa. Changamoto na hili ni tatizo. Kwa hiyo wengine hawapati uzazi, hawapati watoto, hawashiki mimba. Wameenda hospitalini, wameambiwa wewe hauna uwezo wa kubeba mimba. Kwa nini? Wamepewa sababu za kisayansi. Haiwezekani mpaka utumia vidonge hivi, utumia vidonge hivi. Lakini mimi nakwambia hivi, Bwana amesema hivi ya kwamba lazima uwe na uzao katika jina la Yesu aliye hai. Lazima uwe na uzao katika jina la Yesu aliye hai. Yeye aliyekuumba alikuumba kwa ukamilifu, hajakuumba kwa mapungufu yoyote. Na ndio maana Biblia inasema tazama, vyote alivyoviumba Bwana akaona ya kwamba ni vyema, vimekamilika. Na wewe Bwana alikuumba kwa ukamilifu, na ninakutamkia katika jina la Yesu, Bwana akupe uzao kwa jina la Yesu. Bwana akupe uzao kwa jina la Yesu. Uzao wa kike,
anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika Israeli. Na mimi nakwambia Bwana akupe uzao. Amen. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Na ili niliseme vizuri, kuna wengine ambao mimba zinatungwa ndani ya miezi 3-4 inaharibika. Kuna wengine ambao mimba inatungwa ikifikisha miezi 6 inaharibika. Na unaambiwa, unajua kuna sababu nyingine. Okay, sitaki kugombana sayansi, ila mimi nakufundisha kiroho. Kuna sababu nyingine ni vizuri ukaziangalia. Unaambiwa mji wa mimba umelegea. Si kuna mtu ameshawahi kusikia kitu hicho? Mala mji wa mimba umelegea. Kwa hiyo mji wa mimba huwezi kubeba mimba ikishafika umri fulani. Hiyo mimba yenyewe inachomoka, inatoka, inaharibika. Madaktari wenye elimu wanathibitisha. Sigombani na hilo. Mimi najiuliza, huyu Mungu wakati wewe anakuumba, alikuumba kwa namna hiyo? Alikuumba kwa jinsi hiyo? Manake kuna jambo la kiroho kwenye ulimwengu wa roho ambalo limepelekea, linatengeneza tatizo hilo, ugonjwa huo kwenye njia ya uzazi. Ila sayansi ili kuaminishe ina prove tu kwamba bwana, shida yako wewe, mji wa mimba huwezi kutunza mimba kwa muda huo, labda mpaka upate usaidizi fulani. Ukipata usaidizi fulani, hapo inaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Na kama kuna mtu wa namna hiyo, mimi nakutamkia, neno la Mungu inasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba katika jina la Yesu. Mimba yako haitaharibika kwa jina la Yesu. Uzao wako hautaharibika kwa jina la Yesu aliye hai. Ile mimba ambayo Bwana anafanya uibebe haitaharibika kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Haitaharibika. Wale mashetani waliozoea kunywa damu za mimba yako, kwa neno la Bwana katika jina la Yesu, hawatakunywa ijayo katika jina la Yesu aliye hai. Hawatakunywa ijayo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen. Sasa na mahali pengine shetani anatengeneza mazingira ya kutuzoesha, yaani jambo lione la kawaida. Iliharibika ya kwanza, ikaharibika ya pili, ikaharibika ya tatu, kwa hiyo ameshazoea. Kwa hiyo hata kama ikiharibika nyingine haikuumi sana, kwa sababu madaktari wameshakwambia, mpaka wanakushauri wewe habari ya uzazi basi. Lakini mimi nakwambia, maadamu uko hai kwa neno la Bwana, lazima upate uzao kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima upate uzao kwa jina la Yesu aliye hai. Na kwenye jambo hili natamani nizungumze juu ya maumivu pia. Wako wanaosumbuliwa na magonjwa ya njia ya uzazi kwa maumivu makali yasiyoelezeka. Wana maumivu ya daima, lakini yako kwenye njia ya uzazi, kwenye tumbo la uzazi. Na sababu za kisayansi navyozungumza hivi zipo kabisa. Zipo mahali pengine ni kwa sababu ya mambo fulani ambayo shetani aliwapa kufanya. Unakuta ni binti hajaolewa anachoma masindano ya majira. Ni binti hajaolewa anatumia vidonge vya njia ya uzazi, vya uzazi wa mpango. Ni binti hajaolewa lakini anafanya mambo kabla yaliyo zaidi ya umri wake. Baadaye inazaa nini? Inazaa hii maumivu ya daima yasiyokoma, yasiyokauka. Ni mateso ya muda wa kudumu, ni mateso ya muda mrefu. Sasa na wengine wanasumbuliwa na kupata siku zao kwa wingi.
yani ni kawaida ya desturi ya wanawake, ni mwezi mzima mfululizo, ni mara 2 mara 3 kwa mwezi, yani hakuna kalenda maalum, hakuna ratiba maalum. Saa yoyote, wakati wowote linatokea jambo. Haya yote nayo yazungumza ni magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa uzazi wa mwanamke. Nisome andiko hapa ili tupate nafasi ya kwenda kuomba. Nachozungumza ndani yako upate uelewa wa kiungu ya kwamba hayo unayoyapitia yanawezekana kuondoka kwenye maisha yako kupitia jina la Yesu aliye hai. Inawezekana unapita kwenye maumivu ya muda mrefu, maumivu ya tumbo la uzazi, maumivu ya viuno, maumivu yasiyoelezeka ya kuharibikiwa mimba, ya kutokupata uzao. Lakini nataka nikwambie, ukimwamini Yesu yote yanawezekana. Nikusomea andiko hili, kitabu cha Injili ya Marko, kitabu cha Injili ya Marko sura ile ya 5 mstari wa 25 mpaka wa 34. Injili ya Marko mtakatifu sura ile ya 5 mstari wa 25 mpaka wa 34. Mke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya.